Sio mimi, ni Watanzania, East Africa kwa pamoja na wote wanaopenda muziki wa Bongo Flava ndio wamesababisha mimi kuweza kushinda. Na sio tunzo yangu, ni tunzo yetu sisi wote. Sisi kwa sababu peke yangu mimi ningekuwa tunaimba pasipo kupigiwa kura, pasipo kuhamasisha singeweza kufanya hivi. Lakini ni media, mashabiki, Tanzania nzima, East Africa na wote wanaopenda muziki tofauti. Unajisikiaje kukosa tuzo ya mtumbuizaji bora Tanzania, unapata tuzo ya mtumbuizaji bora Afrika? Mwenyezi Mungu ana mengi. Unajua maisha ni kama draft. Maisha ni kama draft. Unajua ukitaka kuingia king, sometimes unauza keto, afu unaingia king. Nasibu Abdul ambaye amewasili hii leo akiwa amekuja na tuzo ya MTV akiwa kama mtumbuizaji bora wa Afrika, na ameweza kupokewa na mashabiki wengi ambao wanampenda, wanakubali kazi zake na wamejitokeza kwa wingi bila kualikwa kuchukua heshima hiyo. Hapa nimezungukwa na mashabiki kibao waliokuja kumsupport Nasibu Abdul. Bwana, unaitwa nani? Naitwa Godwin Peter. Kipi kilichokuvuta kuja hapa kumpokea Nasibu Abdul au Diamond Platnumz? Yaani kimevuta kwa sababu analeta ushindi nyumbani, anajituma sana, ana hustle sana, analeta ushindi. Ukiangalia anafanya vitu vikubwa. Yaani ni msanii ambaye kwanza sio msanii wa Tanzania, sasa ni msanii wa Afrika nzima. Yaani hakuna kama huyu jamaa, ni hatari. Ushindi wa Diamond ni ushindi wa historia na ni heshima kwa Tanzania. Kwa mimi nimeuchukulia, umenigusa moyoni. Usikie kipindi kama wa Tanzania tuache unafiki, tusupport vya kwetu. Okay, tumekutana na Queen Darleen ambaye ni mdogo wa Diamond Platnumz. Watueleze ni kitu gani anajisikia furaha kwa kaka yake kupokea tuzo hii ya mtumbuizaji bora wa Afrika? Ni furaha tu kama hivi unavyoona, kiroho safi, kwa sababu kila kitu kinakuja na sababu. Kwetu sababu hajaonekana, lakini nchi za nje sababu imeonekana. Kwa hiyo mashabiki wote walompigia kula, ni kilo mbaya, kilo safi, yani fresh. Nilikuja hapa airport kwa ajili ya kumpokea mgeni wangu, lakini bahati nzuri nikakuta kuna mapokezi ya Diamond Platnumz. Lakini cha ajabu ninachoshangaa, haya mapokezi hayako rasmi, yani yanaonekana kama ni mapokezi ya kihuni. Hili jambo alilofanya Diamond ni jambo kubwa sana. Wenzetu wa East Africa na Afrika nyingine, Diamond anapoenda kufanya kazi kwao wanamchukulia kama ni mtu wao. Kwa mfano Nigeria, ukiingia kwenye mitandao na Nigeria, inaonekana kama huyu ni mzaliwa wa Nigeria, si Mtanzania, wakati kumbe ni Mtanzania halisi. Leo hii nimeingia kwenye mitandao Kenya, wanasema wazazi wake walizaliwa Kenya. Kwa hiyo yeye kazaliwa Tanzania lakini wazazi wake wana asili ya Kenya. Sasa tunasahau kumtangaza huyu Diamond, ambapo tumeshindwa kumtangaza yeye kwa kupitia muziki wake, kwa kupitia vitu anavyotuletea. Tumesahau kabisa, hata serikali imeshindwa kutoa support. Acha kwenda kule South Africa, kuwepo hapa hata kwenye mapokezi. Baada ya vurugu kubwa ya watu waliokuwa wamekuja kumpokea Diamond Platnumz kuondoka, ni dakika chache tu, lakini vurugu ilikuwa kubwa hadi kuelekea hali ya usalama kupungua kidogo, lakini maaskari wamejitahidi kutuliza ile hali ambayo ilikuwa inajitokeza na amani. Vurugu yote imehamia barabarani kutokana na kundi kubwa ambalo limekuja kumpokea msanii wao alishinda tuzo ya mtumbuizaji bora barani Afrika ambaye ni Diamond Platnumz. Kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege jijini Dar es Salaam, Mohamed, Azam TV.